Mambo vipi mtazamaji wa ZB TV? Yamkini umekuwa ni mmoja wa watu ambao wamekutana na taarifa ambayo kwa sasa imeshika headlines katika mitandao ya kijamii. Taarifa ambayo inahusisha kifo cha aliyekuwa mwigizaji wa Bongo Movies na amefanya kazi nyingi za kisanaa hapa nchini Tanzania tofauti na kuigiza, akijulikana kwa jina maarufu kama Karina. Yamkini umekuwa ukijiuliza, je, Karina ni nani? Kwa nini ana trend? Kwa nini kifo chake kimetrend sana mitandaoni? Sasa leo bwana, nitakupatia historia fupi ya aliyekuwa mwigizaji wa Bongo Movies almaarufu kama Karina. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Karina kwa mara ya kwanza alijizolea umaarufu alipofanya kazi ya muziki akiwa kama video vixen katika nyimbo ya Bob Junior ikijulikana kama Oyoyo Oyoyo. Nadhani watu wengi mtakuwa mnaifahamu nyimbo hii. Kwa ukirejea katika nyimbo hii utamuona bidada alifanya vizuri, akatendi vizuri, na ndio kazi ambayo ilimweka katika soko la sanaa, akawa mwigizaji wa Bongo Movies. Na katika kazi ya Bongo Movies, kazi ambayo aliifanya ikaenda mjini enzi za uhai wake, ilikuwa ni kazi ya Kiu ya Kisasi. Katika movie hii aliigiza na mastaa kibao akiwemo JB. Katika ile movie alifanya vizuri sana sana sana. Jina lake litazidi kukua, akapata madeals mengi katika series tofauti katika tasnia ya Bongo Movies hapa Tanzania. Lakini miaka ya 2022 mwanadada huyu alianza kupata changamoto ya maradhi, changamoto ambayo ndio imepelekea mpaka kukatisha uhai wake na kukatisha ndoto yake ya kuwa msanii mkubwa hapa nchini Tanzania na hata nje ya nchi ya Tanzania. Dada huyu alisumbuliwa na maradhi ya tumbo, kwani alilazwa hospitali nyingi, ametibiwa hospitali nyingi especially hapa nchini Tanzania, lakini bila kupata mafanikio. Amepambania afya yake vilivyo, lakini hizo tu Mungu akapanga, Mungu akaamua mchukua ilahi kwa hii ilahi ibadi. Amepambana sana kupigania afya yake. Amelazwa hospitali tofauti ndani ya Tanzania bila mafanikio. Baada ya kuwa amehangaika na ugonjwa huo kwa muda mrefu sana, ilifika hatua familia ikawa tena inashindwa kumudu zile gharama ambazo zilikuwa zinahitajika kwa ajili ya matibabu. Hivyo ikawalazimu kuja katika mitandao ya kijamii na kuomba msaada watu ambao waliguswa, ikiwemo wasanii wenzake wengi tu waliguswa, walimchangia, akafanikiwa kuendelea na matibabu ndani ya Tanzania, lakini bado hakupata mafanikio yoyote. Katika video ambazo zilitrend zilifanikiwa kumfikia mama yetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, naye akaguswa kwa namna alipoguswa, ndipo akaamua kumpa msaada wa kwenda kufanya matibabu yake nje ya nchi huko India. Na inasemekana kabla ya kifo chake tayari alikuwa amefanyiwa operation ya kubwa ilikuwa ya mara ya mwisho, na alikuwa yupo karibuni kurudi nchini Tanzania, kwani tayari wameshabadilisha matibabu yake. Kwa hivyo Mola binadamu hawezi kupangua. Bwana toa, Bwana toa.
Poleni na msiba huu ndugu jamaa na marafiki. Mungu awe nanyi katika kipindi hiki kigumu ambacho nakipitia hivi sasa. Na imani ni kipindi ambacho kinapita tu. Yote yametokea kwa mpango wa Mungu. Poleni na msiba huu ndugu jamaa na marafiki. Mungu awe nanyi katika kipindi hiki kigumu ambacho nakipitia hivi sasa. Na imani ni kipindi ambacho kinapita tu. Yote